Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji, kama tulivyokutana tena katika kipindi chetu hiki kipendwa insha Allahu taala, katika kueleza mabinti kule kukaa sana mpaka hawapati wenza wao wa halali waliokuwa vizuri, sababu zake ni nini? Kwanza tumeshaeleza katika darasa letu iliyopita. Hapa nataka tueleze kwamba binti, ili angalau upate mwenzio aliyokuwa unaye, kwanza mwenyewe unempenda, kwanza usikae muda mrefu mpaka umpate mwenzio. Jambo gani litakaoacha mpaka upate mwenzio kwa haraka? Yaani kwa ufupi tu, binti, jitahidi kufanya sana subira. Ujue kwamba kila kitu ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anamruzuku yule anayemtaka. Na sasa hivi wanawake kinachoacha mpaka wanakuwa wanapata mabaya, wanapata maovu. Yaani kuta binti kakaa muda mrefu anasubiria mume, afu anaposwa, anaachwa, anaposwa hivi mambo hayaendelee, mwisho wake anaweza kufanya mabaya kwa sababu kule kukaa muda mrefu. Ile ni sababu ambayo inaacha mpaka yani kule kukaa mpaka mume kaa, wanaume wanaikuja, lakini sasa hawafiki kwenye malengo nini? Yani hii wengine wanasema kwamba nuhusi. Sasa nuhusi hii, ili angalau kwamba iondoke nini? Binti, dumu sana kufanya subira, afu dumu sana kumuomba Mwenyezi Mungu. Hebu nataka nikupe jambo moja, faida moja ambayo una uwezo hata wa kuuliza wote nitakao kuambia, afu wakuambia kwamba upiteje. Mfano, muulize mwalimu wako aliyokufundisha shule, yule mwalimu wako yule aliyokufundisha, mwambie, mwalimu, hivi wewe mpaka upate walimu hivi upite, kuna njia gani nipite ili angalau mimi niwe mwalimu kama wewe? Atakuambia dumu sana kumuomba Mungu. Yoyote yule, hata kama labda ni rais, muulize nini, atasema dumu sana kumuomba Mungu. Kila kitu, kila aliyefanikiwa muulize, akwambia dumu sana kumuomba Mwenyezi Mungu. Kumuomba Mwenyezi Mungu ndio msingi wa kuwa binti wewe ukapata mwenzio aliyokuwa hali kwa njia fupi sana. Sasa kinachoacha mpaka unakaa muda mrefu nini? Wewe uko mbali na Mwenyezi Mungu. Uko mbali na Mwenyezi Mungu. Afu vile vile ile story yako ni mbaya. Sasa ili angalau upate mwenzio kwa haraka sana, dumu kumuomba Mungu. Afu vile vile una uwezo hata kumuona mtu aliyokuwa sasa kwamba bwana, huyu mtu ananifaa, basi muombe Mungu, ya Rabbi, nakuomba yule nataka nimuendee, afu yule nataka nikamwambie hivi na hivi, yule mwenzangu mimi naona kama ananifaa, yule anioe. Sasa unamuomba Mungu kwanza, afu unaenda kule kwamba ya Rabbi, nataka yule akinioa, nataka tudumu kubaki milele, kwa sababu mimi ya Rabbi nataka ndoa iliyokuwa sahihi, sitaki kumchepuko. Mwenyezi Mungu kwa kauli yako hii anaweza kukuridhia, afu yule tena akakupenda zaidi hata wewe kwenda, yani akakusudia kabla wewe kwenda kumwambia. Hizi ni siri ambazo sisi tumezifanya, tumewaambia wengi, tena vile Mwenyezi Mungu akawafanikishia mambo yao, tena wakawa mazuri. Kwa hiyo insha Allahu taala, ili angalau dadangu upate mwenzio aliyokuwa wasahihi haraka, zidi sana kufanya subira. Yaani unatakiwa ufanye subira, ujue kwamba kila riziki anayepanga ni Allah. Afu vile vile lingine, yani baada ya kufanya subira, lingine uzidi sana kuomba dua. Afu lingine, usikate tamaa na dua unayoiomba. Jua kwamba Mwenyezi Mungu ipo siku atanijibu. Afu vile vile dumu kulinda stara yako, jidumishe kulinda stara yako, kujidumisha mwenyewe vizuri, isifahamike stara yako mtu hivi kila kijana kashakufahamu. Ile ni jambo baya linalopelekea mpaka wewe usipate mwenzio aliyokuwa wa ndoa sahihi. Una uwezo wa kupata wenzio tu hawa mtaani, kila mtu anakuja anakuchovya anaondoka, anachovya anaondoka, yani kama vile anaenda nyumba ya ageni. Yani kila mtu anayekuja anajomba ndio sehemu ya mashukio. Kwa mtu anakuja tu kaela kidogo anatoa hapo, unaendelea. Hii ni jambo ambalo ni baya. Kuna wengine mpaka sasa hivi anadilika, anasema mimi sitaki kuwa na mume, nataka tu nizae watoto. Yani kwamba kajomba watu wana faida baadaye kuliko mume yule ambaye alikuwa naye. Kumbe mume ndio ana faida zaidi hata kuliko hao watoto. Kwa sababu ule kukaa na watoto pasipokuwa na mume, unakaa muda mrefu, basi wewe utazidi sana kufanya maovu. Lakini ukipata mwenzio mume aliyokuwa wa sheria, yule anaweza kukutunza wewe ukaa vizuri, tena kwa Mwenyezi Mungu kafika vizuri, kuliko kuwa na watoto wengi afu mume huna. Afika kwa Mwenyezi Mungu unauliza watu wote wanashitaki kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi namtaka babangu leo, nataka mama yangu anionyeshe babangu leo waliokuwa halali. Na sheria inasema kwamba hakuna yule mzazi aliyezaa na wewe ambao nje ya ndoa, wewe ndio mwenye mtoto, hasi kuyakia mara mtoto atadai baba yake.
Sasa una uwezo wa kujifaidisha hapa duniani kwa kheri, ukajiona kwamba umesha faida, lakini kwa Mwenyezi Mungu una mtihani. Na lau kwamba angekuwa wanaokufa wanarudi, wallahi wote watu wengi sana wenye kufanya maasi wangebadilika. Inshallah taala Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, na tuombe Mwenyezi Mungu atufanikishe katika kila mambo yaliyokuwa, kila jambo lilikuwa nzito Allah atufanyie wepesi inshallah taala. Billahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.